وللترمذي أنا الإمام الترمذي وحسنه na amehukumu kuwa hadithi hiyo ni hasan katika jami' yake hadithi an Anas radhiyallahu anhu kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Anas anasema nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema yaqulu Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anasema hii ni alhadithu alqudsi anasema Allah ya ibn Adam ewe mwana wa Adam ya ibn Adam ewe mwana wa Adam watu wote sisi ni wana wa Adam ambaye huyu ni mwanadamu bwana mwanadamu ni kwamba ni mtoto wa Adam kwa sababu sote tumetokana na nani na Adam wa Adam min turab sote tumetokana na Adam na Adam anatokana na mchanga hatokani na nyani wala sokwe kama mnavyosoma huko maskuli mkadanganywa na mkaharibiwa akili zenu kwamba asili ya mwanadamu ni sokwe huku ni kumkufuru Allah na kumchezea yeye mwanadamu hatokani na sokwe masokwe miaka milioni 14 iliyopita yale masokwe yalikuwa yamekwenda kidogo kidogo kwa ile athari ya kusimama kuchuma majani na kuchungulia kwenye vichaka kuangalia maadui mpaka nyonga zao zikanyooka wakaweza kutembea kwa hiyo kidogo kidogo wakawa wanakwenda mkia wapungua mpaka ukakatika kwa hiyo ndio akabadilika akawa mwanadamu hawa akili zao zinawaambia ya kwamba tofauti baina ya hayawani na mwanadamu ni kule kutembea lakini kwanza kabla ya kwenda huko ukisoma tauhidi swali dogo utawauliza hao nyani waliokuwa huko mwituni wameisha hayo masoko yameisha je ulishasikia kuna jumhuri ya manyani waliobadilika kuwa binadamu mbona hao waliobakia hawabadiliki hamjanielewa kama wale walibadilika baada ya muda mrefu wakawa binadamu mbona masoko waliobakia hawabadiliki au ulisikia kwamba kuna kabila jingine jipya limekuja hapa duniani katika msitu wa Amazon hilo lilikuwa nayo limasokwe sasa limebadilika limekuwa binadamu baada ya kupita muda mrefu au ulishasikia habari hizo kuonyesha kwamba akili zao wameshindwa ile sayansi yao ya uongo ndio iliyodanganya ambayo kuwasomesha watu maskuli inapingana na tauhid na mafunzo ya Uislamu siku hizi wamepunguza hawasemi moja kwa moja kwa hiyo ukisoma kuna maswali kuna nadharia tofauti kuna nadharia ya kisayansi na nadharia ya kidini sio ya kiimani na nini watakulikhafifisha ile jambo ondoeni mambo haya kipuuzi hayana faida ni mambo ya uongo kwa hiyo asili ya wanadamu ni nani ni Adam na Adam Allah subhanahu wa ta'ala khalaqahu biyadi amemuumba kwa mkono wake na ameumba manyani ameumba masokwe ameumba mbwa nguruwe na hata siku moja utasikia kwamba mbwa amekwenda mpaka amebadilika amekuwa simba kila kimoja kimeumbwa katika ndani ya mpaka wake sasa kama ikiwa shida ni kutembea kwamba wale walianza kutembea kwa baada ya muda kidogo kidogo wakatembea lakini sasa watoa wapi fikra na akili kuna kitu kikubwa kabisa nayo ni ile akili aliyonayo mwanadamu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa na maarifa lakini pia kuna an-nutq allamahu al-bayan takamfundisha kusema ikawa anaweza kuabir yaliyomo ndani ya nafsi yake si kuiga kwa sababu hata kasuku asema lakini kwa kuiga hawezi kuyaelezea yaliyomo ndani ya mtima wake yaliyomo ndani ya moyo kwamba mimi bwana leo nasikia njaa kasuku hata wewe mwerevu vipi useme hivyo nyani na masokwe lakini mwanadamu Allah amemuumbia kitu hicho sawa tumetoka katika darasa kidogo lakini yabna Adam ewe mwana wa Adam ukilazimisha basi wewe na ukoo wenu nyote masokwe sisi hatumo tutaki kukilazimisha sisi kubalini nyinyi sisi hatutaki usokwe yabna Adam ewe mwana Adam law ataitani biqurabi al-ardi khataya lau linijia mimi
na ujazo wa ardhi kwa makosa yako uliyofanya imejaa dunia nzima. Umekuja siku ya kiyama una madhambi ya kila aina yamejaa ardhi yote. Thumma laqitani la tushrik bi shay'a, kisha ukakutana na mimi hunishirikishi mimi na kitu chochote, ufanye shirki, hujawahi kufanya shirki. La ataituka biqurabiha maghfiratan, basi mimi nitakujilia wewe kwa ujazo wa hiyo ardhi kwa msamaha, nitakusamehe kama vile ulivyoleta makosa. Ardhi imejaa na mimi nitakupa msamaha kwa kujaa kwa ardhi imejaa msamaha. Kwa hiyo haya yatafuta yale. Nini kilichosababisha? Ni ile tauhid, na kuwa wewe hukujiingiza katika shirki billah. Kwa hiyo hii inaonyesha fadhila ya tauhid na kile ambacho athari inayopatikana ya kufuta madhambi. At-tauhid yamhu wa yukaffiru adh-dhunuba. Wa hadithi imepokelewa kwa Anas bin Malik ibn an-Nadri al-Ansari, pia yeye ni Mukhazraji, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alimtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka 10, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwombea dua kijana huyu, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhu aljanna, ewe Allah mkithirishie huyu bwana mali yake na watoto wake na muingize katika pepo. Anas alikuwa tajiri na Allah akamruzuku watoto wengi, mpaka anaondoka duniani ana watoto na wajukuu zaidi ya 100. Na ilitokea tauni katika wakati fulani, wakafa katika watoto karibu 30, lakini bado wapo wengi. Lakini pia muingize katika aljanna. Alifariki mwaka 92 hijiria akiwa amevuka miaka 100. Inasemekana 92, ingesema 93, akiwa amevuka miaka 100. Naam.